Kuna shida gani mama? Tunajisikia vibaya. Mtoto wangu mzuri. Nini hichi? Hebu amka. Moja baadaye nikupeleke hospitali, sawa mama? Mnaenda kwetu? Hapana. Lazima uende hospitali mama. Unajua ninavyokupenda. Mke wangu. Kuna shida gani? Jambo la kawaida tu mwanangu, hata usijali. Aya, she. Aita mzigo huo. Kama mambo hajakuwa mengi hapa. Mzee Makulusa, hii ni pesa. Sasa nakuja kutoa pesa, alafu tunaona binti anatapika kiasi kile, au mjamzito? Wewe mpuuzi nini? Mjamzito? Ulimpa wewe mimba hiyo? Hivyo unatoa pesa au kuchunguza familia yangu hapa? Maana sio hiyo. Yaani tunaona kabisa pale kwa vitendo. Baadaye sije kuwa lawama. Mzigo. Yaani hii ni pesa hii. Nisikize kwa makini. Nilikuwa na vitu vingi kibaya kufanya leo, lakini nimeacha kwa sababu yenu. Unakuja hapa unasema masuala ya familia yangu. Kwa mtu akitapika tu ndio mimba. Wewe umesikia hapo dokta au nesi wewe? Wote kuoa kuuza mtongo wa mimba au ana mimba? Na kama ana mimba, kama kapewa na mwanaume ataka kumuoa, utajuaje? Utajuaje wewe? Kwa mtu akitapika tu kidogo tu ana mimba, akitapika mtu ana mimba. Haya. Na mimba sasa. Na mimba. Mzee wangu. Na mimba sasa hapa. Usije ukatugombanisha bwana. Sijaongea kwa ubaya. Baadaye sije kutokea lawama. Nenda zako bwana wewe. Lama sijui lawama wewe. Unasijua lawama wewe. Kwa sababu mwenyewe mmekashinga ngapi? Huko kuna 1,100,000 na 200,000. Kwa pesa gani bwana? Usinichanganye kabisa wewe. Kwa hela gani kwanza hapa? Kwa hela gani za kunipa mimi hapa? Maana kwanza niwaambie jamani, leteni 3,000,000. Mkalialia. Mkija na 1,100,000 na 200,000 sijui hizo hapo. Sasa kunitisha mimi maisha? Wewe unafikiri maisha yangu unaendesha na mahali? Hamna shida mzee wangu. Hamna shida. Hebu leta bwana hela bwana, niangalie kwanza ziko vizuri au ziko vizuri. Pesa hiyo hapo. Hata mambo kishapa bwana, potea huko. Hamna shida mzee wangu. Mimi naenda bwana. Wewe nini? Dogo tu. Mimba. Wewe mimba unaijua vizuri wewe. Pesa hiyo mzee wangu. Bwana unafanya nini bwana? Nitakurudishia bwana. Nitakurudishia mimi hapa. Unitishia mimi. Nitakupa kabisa mimi hapa. Bafu. Maswali mengi tu. Wewe mshenga tu. Wewe unajua kupewa barua, utoa barua. Mwanzo uchunguza vitu vingine vinakuhusu. Mtu mwenye sikususu utakuwa hujaoa wewe. Kwambia mbea tu hapa. Mke wangu. Machanja. Kuna vitu vya ovyo kabisa hapo. Sasa wewe Cheni, hivi ngoja nikwambie kitu. Unajua mtu anavyokuamini, anavyokupa imani, fanya vitu kwa standard. Sasa vitu gani unavyofanya hivi? Lakini bosi, hii ardhi zimeenda chini. Wewe mimi una cha kunieleza. Staili hiyo una cha kunieleza. Wewe unakumbuka tulipokaa chini tulipopiga mahesabu? Nakumbuka. Tajiri, tukifanya hivi tunapata kitu kizuri. Tukipata pesa fulani napika. Haya sasa hivi mchongo wa bati unakuja kuniingizia bati, nimekuja kwa kanani kule tofali za hovyo mpaka mwisho. Unafanya kazi gani mzee wangu? Au mimi kosa langu ni kuamini nakupa hii kazi? Hapana. Mnanibia? Hapana. Mmetaka simenti nyinyi mifuko mingapi? 100. Nimeleta sijaleta? Mbona mmeniangusha sasa? Huu utaratibu mzuri kiukweli mimi Cheni sijategemea kitu hicho. Naelewa. Ni kitu gani hicho unachokifanya? Mimi sipendi hivi vitu bwana. Sawa? Sawa. Fundi mzuri unavokaa naye chini kupanga budget, anajua ardhi ipoje. Kwa nini tunamkuja kupima mwenyewe? Alipima nani hapa Cheni?
Mtoto wangu ameenda wapi? Mtoto wangu amepotea. Wazo umepima. Hata kama umepima yeye cheni rafiki yangu vitu unavyovirudia na unafanya hivyo. Yaani mimi nakuamini wewe unafanya vitu vya ovyo. Mke wangu. Alo mume wangu. Mtoto amepotea. Wewe unasemaje? Amepotea, njoo nyumbani. Naomba nikukuta hapo nakuja. Wewe bila shaka umemuiba huyo mtoto. Hebu mrudisha mtoto ulipomtoa. Hapana, sijamuiba. Huyu mimi ni mtoto wangu. Mtoto wako? Ndio, ni mtoto wangu. Ni stori ndefu sana kakaangu, nikikuelezea hatuwezi kumaliza. Sasa mbona upo muonekana kama huo? Maana kwa kukuangalia tu kikawaida unaonekana wewe ni chizi. Sasa unawezaje kuwa na mtoto na unaonekana unakimbia kana kwamba umemchukua mahali? Wewe usinifanye mimi ni mpumbavu. Mimi ni mtu mzima na akili zangu ninaelewa. Mrudishe mtoto ulipomtoa. Ndio maana nakwambia ni stori ndefu sana kakaangu, siwezi kukuelezea. Muda ni mchache na nimepitia mengi sana, ndio maana niona hivi. Waka baby. Fanya haraka bwana. Wanaweka naye bwana, mbona unachelewesha na wewe? Mume wangu, leo umepata mahali ya mtoto, unajua tutakula nyama, vipi tena dagaa? Sasa mke wangu, pesa itumiki hivyo mke wangu. Yaani leo imeingia leo tu tuweze kupika nyama hapa, sitaisha yote hapa. Mume wangu, punguzaga ubaili. Najua tu ni ubaili wako wa kila siku, hapana. Leo ilifaa tule nyama humu ndani. Vipi kuhusu hela? Utanipa shilingi ngapi? Hiyo kwenye 1,000,000? Sina kupa 20,000. 20,000? Sasa mke wangu nataka nikupe shilingi ngapi naye bwana? Nilijua ubaili kwenye nyama hadi kwa mama mtu ndo hapana. Mama gani? Mbona chumvi nyingi sana? Nani kapika hapa? Kapika mwanao huyo. Ngoma hajakunywa. Hadi hapa. Binti yangu vipi? Vipi mama? Mbona yale inajirudia? Hebu amka mama. Pole. Mwanamke anajelewa kweli. Vipi nini wewe nini hapo ambacho kitu kielewi hapa? Mume wangu jamani, subiria mtoto akae umuulize maswali yako hayo. Mbona unakuwa hivyo? Hakuna kumuuliza bwana, huyu mtoto toka na mimba. Wewe mjamzito. Pole sana dada yangu. Maana muonekano wako tu unaonekana kama ni mtu ambaye uko sawa kiakili. Na ndio maana nikaanza kukujaji. Bila shaka unaonekana kweli umepitia mengi. Ndio maana upo kwenye hali kama hii. Pole sana. Kwani unaelekea wapi sasa? Sijui hata naelekea wapi kakaangu. Na uwezi amini sina hata pa kuishi. Ni Mungu tu ndo anayejua. Pole sana dada yangu. Na kwa bahati mbaya mimi sio mkazi wa hapa Dar es Salaam. Mimi nilikuja tu, kuna baadhi ya biashara zangu nimekuja kufanya. Na hapo unavyoniona ndo ninarudi zangu mkoani. Laiti ningekuwa ni mkazi wa hapa Dar es Salaam, ningekupatia makazi. Hata hivyo sio mbaya. Acha nikupe kiasi kidogo cha fedha kitakusaidia. Asante sana kakaangu. Unaonekana wewe ni mtu mwema sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Nashukuru.
nichezeni. Msinichezee akili hapa. Nishatoka kupokea pesa sasa hivi hapa. Wewe una shida gani? Jamani, mume wangu acha hivyo basi. Majirani watusikia. Mbona mnatia aibu siku hizi? Mmekuaje? Wewe utakuwa mjamzito wewe. Maana haiwezekani asubuhi mpaka jioni watapika tu ovyo tu. Kwa tuni hali ya hewa kuna muda umo ni wagazi na chini unajisikia vibaya. Wewe usinibanie sauti. Eti homo ni gani za dagaa na ugali unaweza kutapika ovyo tu. Sawa sawa mume wangu. Kwanza punguza sauti. Jamani, majirani mume wangu utatutia aibu. Naomba tule. Alafu mambo mengine haya tutafanya baadaye na kuomba. Kumalizia kula? Hapa hakuna kumalizia kula. Na hospitali, ukirudi hapa ndo mtakula. Kafa ndala twende. Unamjua babako. Kafa ndala twende basi. Hamna kuvandala. Hivyo alipo. Hivyo. Hamna kuvandala, nenda hivyo. Kwani gesi nenda na ndawa? Shenzi. Hapa yenyewe milioni moja nishaipunguza tayari. Mpaka sasa hivi na 800,000. Hiyo nyingine ninaitolea hapa sasa hivi ukipata mimba huko. Mtu siku hizi bwana. Chips kuku tu tayari ushajazwa. Shenzi mkubwa wewe. Hivi unajisikia unachozungumza wewe? Yaani wewe umekwenda mpaka hospitali na bado haujui uchungu wa mtoto. Anakutorokaje mtoto mdogo angali atembei hatambai? Wewe ugali umeuchoka hapa nyumbani naona. Wewe ugali umeuchoka naona nyumbani hapa. Ndio umeuchoka ugali wewe. Hivi ukitaka ukae kwa amani ndani na mtaka mtoto arudi hapa. Mume wangu, unanipiga kofi kwa sababu ya mtoto wangu? Yaani unajiona una uchungu kuliko mimi? Mimi ni mtoto wangu, nimembeba tumboni, nina uchungu na naumia pia. Unataka uje hapa tujue tunafanya nini ili tuweze kumpata mtoto wangu, unakuja kunipiga? Yaani sio kukupiga tu, nitakufanya kitu kibaya. Haya, mmeambiwaje huko? Mume wangu, naomba kwanza tuingie ndani, tukae chini, tuyaongea mambo. Wewe mama nisikize kwa makini bwana. Hapa hakuna kuingia ndani. Mpaka nijue huko mmeambiwa kitu gani huko. Huko mpotoka mmeambiwa kitu gani? Ndio mtu aingie ndani hapa. Sawa, nakwambia punguza sauti. Majirani wasije wakasikia, nakuomba. Nitakwambia kila kitu. Majirani kisikia ndo nini? Sio wasikie tu kama wanasikia. Mnaficha malazi? Mtu kataka mwenyewe. Niambie huko mmeambiwa kitu gani huko? Hebu nionyeshe maelezo. Huko tulikwenda tumepima, yani kapima huyu mwanao kakutwa na mimba. Mtoto ana nini huyu? Mama, presha, kifadulo, kichocho. Ela watu mimi wamenipa milioni 1. Wakija hapa kitokea wamenipa hapa nini? Mpaka sasa hivi nishatumia 200,000. Sasa mume wangu naona lia ni ela ya watu na kama kapewa mimba na huyo mchumba wake. Afu ile ilikuwa inaenda. Ile kweli inaenda. Hapo mke wangu muongea. Mama hebu nyosha maelezo. Hiyo mimba amekupa huyo atoa barua mtu mwingine. Yaani kaa mbali na mtoto wangu. Sipendi ujinga kabisa. Kwa sababu wewe ni mtu gani ambao utumia akili? Kwa nini utumia akili? Mimi sijui, lakini amepoteaje sijui hata mimi. Utajua unamtolea wapi. Shenzi kabisa wewe. Una akili wewe. Wewe pumbavu, una akili. Una akili wewe. Yaani mtoto mdogo ambaye hatembei. Anatambaa. Nurati, nabadilika kama kinyonga nikimkosa binti yangu. Nitakufanya kitu kibaya ambayo hujawahi hata ukiona. Nitakufanya vibaya mama. Namtaka mtoto. Yaani hapa tunapozungumza hapa, toa miguu yako twende tukamtafute mtoto. Akueriki hapa. Unaenda wapi? Huku. Pita huku. Jinga mkubwa wewe. Yaani huko ndani hakutolalika.
Babu sana wewe. Nakuuliza kwa mara ya mwisho, hiyo mimba alokupa ni nani? Baba, mimi sijui. Hebu nawe toka. Mume wangu tulia baba, tulia. Sawa mume wangu, nitaongea naye mimi. Ataniambia tu mimba ni ya nani. Naomba utulize pressure. Acha kuanza sijui hela ya watu sijui nini. Kila kitu nitakimaliza mimi. Sawa mume wangu. Bwana, maliza kesi. Nakuachia wewe hii kazi. Sawa? Aseme. Atasema. Ngoja niingie ndani namfuatako huko, atasema mume wangu punguza jazima, sawa? Yaani mtoto siko kunipatia majanga tu. Hapana. Kucha. Nimeishi kwa muda mrefu sana bila kuwa mama ni mwanangu. Nimeonekana chizi dhaifu mbele za watu. Nimejuzu, nahitaji kukaa na mwanangu. Wewe ni mwenda wazimu, si ndio? Huna akili timamu. Nisikilize, sina muda wa kupoteza hapa. Nipe mtoto niondoke sasa hivi. Nipe mtoto wangu. Kumbuka Nora, kumbuka. Umejisaulisha. Na umesahau Nora. Nakumbuka umeniambia kwamba una ujauzito na baba wa huyo mtoto haeleweki kabisa. Ndio maana nimefunga safari kutoka mjini, nimekuja hapa kwa ajili yako. Mimi nataka nikusaidie, lakini pia kuna kitu nakihitaji kutoka kwako. Mimi nimebahatika kupata mwanaume mjini, lakini mimi nina matatizo. Siwezi kubeba mimba, na huyo mwanaume anahitaji sana mtoto.
Kwa hiyo kwa sababu umeniambia una ujauzito, nimekuja hapa ili niweze kukuchukua. Mimi na wewe tuende mjini. Tukifika mjini, kila kitu kitakuwa juu yangu. Nitakupatia sehemu ya kukaa, chakula, kila utakachohitaji nitakufanyia. Nitamlea huyo mtoto mpaka aweze kuzaliwa. Mimi pia nitakuwa nimeweka mimba feki ili niweze kumdanganya mume wangu kwamba nina mimba. Alafu ukishajifungua huyo mtoto mimi nitakaa naye. Nurat, unasemaje wewe? Hivi unakisikia unachokiongea? Yaani mtoto nilobeba mimi tumboni mwangu miezi 9 naenda leba kujifungua, kisha nikupe wewe? Hata kama baba mtoto hataki kuilea hii mimba, mimi nitasimama kama mama, nitamlea mwanangu, naamini atakuwa vizuri kwa malezi bora bila shida yoyote. Sawa? Kucha, kule mjini inawezekana kabisa. Haya mambo ni ya kawaida. Mimi nitamweka mtoto wako salama kabisa. Naomba tusaidiane, kwa sababu wewe pia nitakuwa nimekusaidia. Kulea mtoto sio kitu rahisi kama unavyodhani. Ni huko mjini, lakini sio kwangu mimi. Haiwezekani hata kidogo. Siwezi mimi kufanya ujinga kama huo. Huo ni upumbavu. Ni mwanamke gani anaweza kufanya upumbavu kama huo? Ni hao watu wa mjini. Kwa nini usiwafuate wao na ukanifuata mimi? Hivyo ni rafiki gani wewe? Umenikosea sana. Umenikosea sana Nurat. Nesi Nurat, umekuja kuniharibia siku yangu. Nakuomba uondoke. Toka. Hivi wewe unataka nikuue, si ndio? Nakuuliza, unataka nikuue? Ni mara ngapi nimekukataza kwamba usije hapa nyumbani kwangu? Ni mara ngapi? Au unataka kuniaibishe? Nakuuliza, naongea na wewe, unataka kuniaibishe? Unataka mpaka wanakijiji wote wa kijiji hiki wajue kama kuna kitu kati yangu mimi na wewe, si ndio? Sinaongea na wewe. Adeli, mimi kilichonileta hapa sio mapenzi. Nimekuja hapa kujadili kuhusu hii mimba. Tutaeleaje? Na unajua kabisa peke yangu mimi siwezi, na unajua. Mbona umebadilika hivyo Adeli? Wewe hebu nyamaza basi, nyamaza. Ujauzito wangu upi? Upi? Kwa sababu mimi nachokijua na tulichokubaliana mimi na wewe kwamba hiyo mimba unaitoa, au labda ulikuja jana usiku kukupa nyingine, ipo nyingine labda ambayo sijui mimi. Kuna nyingine? Kabla nisikize kwa makini mama. Sikize kwa makini. Na unielewe. Nishakwambia hiyo mimba siitambui na siijui. Na nilichokwambia kwamba itoe. Lakini unaona hujafanya. Sasa kama hujafanya maana unaipenda sasa. Na kama unaipenda basi mimi sihusiki. Umenielewa? Kwa sababu mimi mwenye mimba ambao unadai kwamba mimi ndo nina wewe ujauzito, nimeshasema siutaki utolewe. Unasema dini sijui inakataza, sijui ni nini, sijui ni nini. Basi hiyo dini ambayo inakataza ikusaidia kulea, mimi sihusiki nao. Umenielewa? Umenielewa? Sihusiki nayo mimi hiyo mimba. Na nikwambie kitu kimoja sasa. Sitaki kukuona ukija hapa nyumbani kwangu. Sitaki kukuona. Jichanganye sasa uje tena. Jichanganye ulete miguu yako hiyo. Nakuchinja. Haki ya Mungu nakuchinja sitikeshi. Sikukuu ya kuchinja shapita, lakini nakuchinja wewe. Ulifanya siri wewe na mama yako, mimi nisijue, lakini sasa nimejua. Unakuja na mimba nyumbani kwangu mimi, mzee mwenye heshima, shehe hapa mtaani. Nina heshima kubwa sana, watu wote wanajua hapa mimi mzee mwenye heshima, natoa ushauri kwa watu kuhusu maisha. Wewe unakuja na mimba nyumbani kwangu. Sasa leo ninafanya maamuzi magumu, hukutarajia. Toka nyumbani kwangu.
Ukisema unifukuze, mimi nitaenda wapi? Baba, naomba unipe nafasi ya mwisho. Ukinifukuza mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Sina msamaha wote wa kukupa. Nilichokwambia uondoke nyumbani kwangu, sura yako itoweke kabisa nyumbani kwangu. Toka! Mdogo wangu, naomba niombe msamaha kwa baba. Naomba msamaha. Baba, naomba msamehe dada. Nishamzoea. Kiondoka mimi nitabaki na nani? Sijali mwanangu, ila dada yako hapa alipofikia anaonyesha yeye ni mpumbavu sana, lakini lazima yeye aondoke hapa. Toka, beba mizigo yako, ondoke. Kucha rafiki yangu, unapo kwenye hali kama hii, una mabegi njiani, unalia, una shida gani? Niache kwa rafiki yangu. Yote siwezi, nimeikosea nini? Nyumbani nimefukuzwa, hawatakenda kuniona. Baba hatakenda kunisikia. Na mwanaume pia ananipa ujauzito, anitaki, yani hataki. Ananiambia kwamba nikienda tena kwake atanitia panga. Sina msaada mwingine wowote na sijui niende wapi, sijui nikaombe msaada wapi. Rafiki yangu, pole sana. Lakini vipi kuhusu ombi langu la mimi nawe kwenda mjini? Basi sawa rafiki yangu, acha niongee na bodaboda pale ili aweze kuleta bodaboda mwingine twende mjini. Nimekubali kwa moyo wangu wote, ila kwa sasa hivi basi siwezi kuishi mbali na mtoto wangu, siwezi. Ni mama gani anaweza kugombana na mwanae? Mama gani? Ni mama gani? Najiona mimi ni mama mjinga, mdhaifu.
ukawa mbali na mwanangu. Nimejiona mimi si mama bora kwa mtoto wangu. Kucha, huyo mtoto ndo nguzo ya maisha yangu. Huyo mtoto ndo nguzo ya ndoa yangu. Hebu naomba tusibishane. Naomba unipe mtoto wangu sasa hivi. Nipe mtoto. Kucha, kumbuka haya ilikuwa makubaliano yetu. Mimi na wewe tulikubaliana usitaki kuniharibia sasa hivi, na kama ukitaka wewe mtoto utaishi maisha magumu. Unamjua babake atakufanya kitu kibaya. Naomba unipe mtoto. Pia nikwambie, kuna mambo mawili, chagua moja. Uniache nibaki na mtoto wangu, au mimi niende nikamwambia wewe mumeo kila kitu, Nuru.